Habari ya wakati huu, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yangu ya Expanse Uongozi Point. Na siku ya leo nimekuletea tena mada nzuri ambayo ni mwendelezo tu wa vipindi vilivyopita. Na siku ya leo naenda kuisemea kidogo sura ya 6 kutoka kwenye kitabu changu cha 4Js. Jifahamu, jitambue, jidhibiti na jitolee, zile 4Js. Sasa leo tunaendelea zaidi. Sura ya 6 inazungumzia namna ya wewe kuwa bora, namna ya wewe kuwa bora, how to become a better you, how to become a better you. Kwa hiyo ndio mada ambayo nataka nikaizungumzie kidogo. Kwa hiyo karibu tuendelee. Tunaposema namna ya wewe kuwa bora, tuanze kuangalia kuwa bora maana yake ni nini. Kuwa bora ni kuwafanyia wengine vile ambavyo wewe ungependa wakufanyie. Hiyo ndio maana rahisi sana ya wewe kuwa bora. Kuwa bora ni kuwafanyia wengine vile ambavyo wewe ungetamani wao wakufanyie, au ungependa wengine wafanyiwe kama vile ungetamani wafanyiwe. Maana yake ni kuishi ile kanuni ya dhahabu. Na kanuni ya dhahabu inaitwa the golden rule. The golden rule inapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 12. Ni kitabu cha Biblia, Mathayo sura ya 7 na ule mstari wa 12. Vile ambavyo wewe ungetamani ufanyiwe, basi wafanyie wengine vivyo hivyo, na vile ambavyo usingetamani wengine wakufanyie, basi nawe usiwafanyie. Hiyo ndio the golden rule ama kanuni ya dhahabu. Ukiwa bora, utakuwa bora kama utakuwa na shauku ya kuwa bora na kujiboresha kila itwapo leo. Yaani kuwa bora ni swala endelevu. Haliji siku moja, haulali tu ukaamka kesho ukatamani kuwa bora. Ni falsafa ya maisha. Vile unavyoishi, unavyozungumza na watu wengine, unavyowatendea watu wengine, vile ndivyo itakufanya wewe kuwa bora. Nikasema kwamba kuwa bora inaambatana na kama vile matendo ya huruma. Yaani unakuwa hautamani sana kumwona mwingine akiharibikiwa, ukiona mwingine akipotea, bali unatamani kuwa sehemu ya kumsaidia mwingine avuke, aende mbali zaidi. Hiyo ndio maana ya kuwa bora. Kwa hiyo kwenye hichi kitabu nimeelezea kwa kina sana hiyo dhana ya wewe kuwa bora. Kwa hiyo nipende tu kuishia hapo katika ile maana ambayo nitamani wewe uipate. Lakini labda kuna kitu kimoja nikasema kwamba kuwa bora ni kujifungua kwa vitu vipya vizuri. Yaani unapokaa ukaruhusu mashauri mazuri, ukasoma kwenye vitabu mbalimbali vya kiuongozi, vitabu vya kiroho, na ukafungua moyo wako kujifunza vitu vingine vipya, hivyo itakufanya wewe kuwa bora. Hiyo ndio kwa ufupi sana naweza nikasema nini maana ya kuwa bora. Na ndio maana nikasema kichwa cha somo nikasema wewe kuwa bora katika sura ya 6. Sasa nikasema kwamba ukitaka kuwa bora katika maisha yako unatakiwa kufanya mambo yafuatayo. Sasa nakupa tu mambo machache. Namna gani ili uwe bora, unatakiwa ufanye mambo gani? Jambo la kwanza ni kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu ni dhana pana sana ambayo watu wengi wanatamani, wanaitumia. Inaweza kuwa ni baba au mama nyumbani, unatamani kuwa na dada ama kaka wa kusaidia kazi. Unatamani upate yule mwaminifu.
kama ni bosi, mkurugenzi, manager, ni nani, unatamani kupata mfanyakazi mwaminifu. Bila kuwa mwaminifu katika maisha, basi ujue ya kwamba hautaweza kuonekana mtu wa maana. Na dhana ya kuwa mwaminifu ni nzuri sana, na wataalamu wanasema if you want to be faithful, or if you are faithful with the little things, you will be faithful with great or bigger things. Yaani kwamba kama unataka uaminiwe zaidi kwa uaminifu mkubwa, lazima uanzie kwenye uaminifu mdogo. Unaweza kuwa ni mfanyakazi kazini, jinsi gani unafanya mambo yako, uaminifu wako ukoje, watu watauonaje kwa mambo madogo, ili yale makubwa yaweze kuchukua nafasi. Kwa ufupi zote kasema hilo ni eneo la kwanza la muhimu sana. Ili uwe bora, lazima uwe mwaminifu. Lakini namba 2, weka vipaumbele. Vipaumbele kwa lugha ile ya kigeni wanasema priorities. Yaani uwe ni mtu wa kupangilia mambo yako. Ujue unaanza na kipi, kinafuata kipi, na uendelee na kipi. Usipoweka vipaumbele, itakuwa ni kazi sana wewe kuwa bora. Kwa hiyo unapoweka vipaumbele, mtu wa kupanga mambo yako, kuna mambo mengine wanasema kwamba yanahitaji muda zaidi, mengine yanahitaji muda wa sasa. Kuweka vipaumbele ukiwa mtu wa mipango itakufanya wewe kuwa bora. Lakini jambo la 3, soma vitabu mbalimbali, na hili ni eneo la muhimu sana. Soma vitabu mbalimbali. Hivi leo unaweza kujiuliza, Barnaba ni nani? Kuna historia nimetoka. Sikuwa hivi nilivyo. Nilichukua hatua ya kufanya vile ambavyo mwingine asingeweza kufanya kwa wakati huo. Yaani hata eneo la vitabu, mimi hata nyumbani na kabati kadogo nimeweka vitabu vya aina mbalimbali, vitabu vya kiroho, vitabu vya kiuongozi na maisha kwa ujumla. Kwa hiyo ninapopata muda, ninaposoma kwenye laptop ama wapi, kwenye Biblia, napata vitu mbalimbali. Unapokuwa msomaji wa vitabu, wanasema kwamba akili nyingi na maarifa mengi sana yamefichwa kwenye vitabu. Na ndiyo maana hata mimi leo hii ninapoyasema haya, ninayo mengi sana ya kusema, ninayo mengi sana ya kushauri. Lakini siwezi kukiamini hichi kitu 100% kwamba nitayakumbuka yote kwa wakati mwingine. Ndio maana nimechukua hatua ya kuandika kitabu cha 4Js. Niliona kwamba ninatamani niseme na watu, lakini hii dunia hii inapita tu. Ipo siku mtu atakaa atakisoma hichi kitabu cha 4Js, akafunguka, akapata kitu. Kwa hiyo hata wewe unapochukua hatua ya kusoma vitabu mbalimbali, vitakufanya wewe kuwa bora. Jina langu naitwa Barnaba Mnyasi. Yapo mengi sana kwenye hili eneo. Basi nikukaribishe, endelea kujiandaa kwa ajili ya nakala ya kitabu chako cha 4Js. Kitakusaidia ili kuelewa mengine zaidi ya namna ya kuwa bora. Asante sana.